Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Habari za wakati huu, habari za muda huu. Leo ni siku nyingine tunakutana katika kipindi maalum. Hii naita kipindi maalum siku ya leo kwa sababu ya kitu ambacho nakizungumzia siku ya leo. Ni mimi mwalimu wenu, mwalimu wa kiroho, mwalimu wenu Mr. Cam, na kubwa zaidi ambacho kimetufanya tuweze kukutana wakati huu na kuzungumza ni kuhusiana na msanii anaitwa Kanye West, msanii rapper wa muziki nchini Marekani. Na kwa nini nimeamua kumzungumzia huyu rapper? Ni juu ya nyimbo ambazo amezitoa. Albamu yake ya nyimbo 17 ameweza kuiachia tarehe 28 Machi mwaka 2026, na hasa kwenye nyimbo ambayo inayoitwa Father. Hii nyimbo ina mambo mengi, ina ishara nyingi za kiroho ambazo zimenifanya mimi leo kama mwalimu wa kiroho nije nizungumzie, nifafanue kipengele baada ya kipengele, hatua baada ya hatua. Wengi wameizungumzia lakini hawajui ujumbe ambao Kanye West ameweza kutuma katika jamii. Kanye West ametuma ujumbe kwenye video hii, nyimbo ya 3 katika albamu hii. Ametuma ujumbe wa kiroho kwa maana ya alama za kiroho, lakini pia na alama za kijamii. Kuna ujumbe mkubwa sana ambao mimi kama mwalimu wa kiroho nimefanya analysis yangu, nafanya uchambuzi wangu ili kuweza kufikisha pia kwa lugha rahisi watu waweze kuelewa video hii Kanye West alikuwa anakusudia nini. Kuna roho humo za watu, kuna watu unawaona, kwa mfano kuna Michael Jackson kama unaiona hapo, yuko kwa mbali pale, hafanyi chochote, amekaa tu kanisani. Kuna lugha ya picha ambayo ameweza kutufikishia hapo, tunahitaji kuielewa kwa undani sana sana. Kwanza tumuelewe mwongozaji wa video hii ni nani. Mwongozaji wa video hii kwa nini ametufikishia hili? Kwanza anaitwa Bianca Sensory. Huyu ni mtu wa karibu wa Kanye West, na video hii inayoitwa Father ya Kanye West amemshirikisha msanii anaitwa Travis Scott. Huyu ni msanii pia, lakini kwenye video hii ni vyema kuelewa kwamba imeshutiwa au imerekodiwa katika muundo wa single shot. Na tunaposema single shot ni eneo moja, limechezewa eneo moja ambalo ni eneo la kanisani ambao tunaita church film. Kwa moja kwa moja inatupeleka kwamba kuna alama nyingi sana za kiroho na kijamii ambazo Kanye West ametufikishia humo. Sasa mimi kama mwalimu wa kiroho ni vyema kufafanua haya au kuelezea jinsi ambavyo ujumbe ulivyo ndani ya hii video. Ni symbolic kwa maana ya alama za kiroho ziko humo na za kijamii. Sasa lazima tuelewe kwamba dhamira kuu ya director au Kanye West ilikuwa ni nini kwenye hii nyimbo. Dhamira ya kwanza ilikuwa ni imani, lakini pia utambulisho na udanganyifu ambao uliopo katika jamii. Kwa sababu ukiangalia vitu vingi ambavyo amevicheza humo ni vitu vya kiishara, ishara, alama zimetumika humo. Kuna ndege ameshikwa na wanakwaya au badala ya kushikwa njiwa ameshikwa tai. Lakini kuna vitu vingi, kuna misalaba ilikuwa miwili tofauti ukiangalia. Lakini pia vile vile ukiangalia kwa undani utaona kuna picha imechezwa ya Kanye West wakati anakuja kuvuliwa na wanahanga. Amevaa alikuwa ana sura ya mtu, baadaye walipomvua ile sura ya mtu wakamkuta ni kiumbe mwingine kutoka sayari nyingine anaitwa alien. Lakini pia baadaye anatolewa nje, anarudi na hii sura ya alien, anavua ile sura, anaonekana tena ni Travis Scott. So utaona jinsi gani ambavyo kuna mambo mengi. Lakini kuna huyo mama mtoto hapo anakuja, mtoto anatokea pale, anazima mishumaa, mama mwenyewe ana sura ya ghost kwa maana ya kiumbe mwingine, kiumbe ambaye hajulikani. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo
jinsi ambavyo Kanye West ametufikishia ujumbe wa kina sana ambao unahitaji kutafakari, unahitaji kutuliza akili ili kuelewa. Sasa twende moja kwa moja ndani ili tuweze kuelewa kipengele baada ya kipengele. Mimi binafsi kama mwalimu wa kiroho nimeigawa video hii katika makundi makuu manne ya alama. Kundi la kwanza ni kundi la kifo, kwa sababu tumemwona humo Michael Jackson ambaye yeye alisha kufa lakini yumo ndani ya video hii za kiimani. Lakini kundi la pili ni udanganyifu ambao Kanye West ametufikishia kuhusiana na ukweli uliofichwa na taswira katika jamii, katika hii dunia ambayo tunaishi. Lakini kundi linalofuata la tatu ni chukizo. Ametufikishia kwamba kuna machukizo au kuna chukizo ambalo limo katika jamii zetu. Lakini kwenye hili eneo la chukizo ni jinsi ambavyo kuna kuvunjika kwa asili ya uumbaji. Jinsi ambavyo imevunjika. Lakini kundi la nne na la mwisho ambalo mimi kama mchambuzi wa kiroho au masuala ya kiroho ni jinsi ambavyo Kanye West ametufikishia kukengeukwa au kukengeushwa kwa imani katika jamii, kupoteza umakini wa kiroho. Kwa hiyo unaona haya makundi manne yanahitaji unisikilize kwa makini ili uelewe video hii alikuwa anakusudia nini Kanye West, video ya father director Bianca mtu wake wa karibu sana. So nitaanza kuchambua alama moja moja ili uweze kuelewa. Tunaanza na kundi la kwanza ambalo ni kundi la kifo. Video hii symbolic, church film, single shot. Kundi la kwanza, Kanye West ametufikishia ujumbe kwenye eneo la kifo. Hapa tunakusudia kuzungumzia, angalia vizuri hao wanakwaya wanavyoimba. Kuna mmoja hapo ameshika kiumbe anaitwa tai au ndege anaitwa tai. Badala ya kushika njiwa ameshika tai. Nisikilize kwa vizuri sana hapo. Hao wanakwaya ukiwatazama vizuri kwenye hiyo video wameshika tai badala ya kushika njiwa kanisani. Hapa tunapata taswira gani? Tunapata taswira ya kwamba mwanakwaya akiwa ameshika tai badala ya kushika njiwa, maana yake ni kwamba njiwa ina maana ya Roho Mtakatifu katika Biblia au katika dini, Roho Mtakatifu ama imani. Lakini tai anamaanisha katika ulimwengu kwamba ni kifo au kuoza au mabaki au mifupa. Ndo maana ya hiyo tai iliyoko hapo, au wanakwaya wanashika tai. Kwa hiyo hapa hili ni kundi la kifo, kundi la kwanza. Lakini ina tafsiri gani katika ulimwengu wa kiroho? Mimi kama mwalimu wenu wa kiroho ni vizuri nikawaeleza hili. Kwanza kuna tafsiri za kiroho mbili. Ya kwanza ni muundo wa dini uliopo, lakini kuna uzima wa kiroho ambao uliopo. Kuna mambo mawili, kuna muundo wa kidini uliopo, lakini kuna muundo wa uzima wa kiroho uliopo. Katika jamii zetu, katika maisha yetu tunaoishi, watu wengi wamedanganywa, watu wengi wanadanganywa kila siku, watu wengi wanaishi bila kuelewa. Kwa hiyo Kanye West ametufundisha kwamba eneo hili la kifo ambapo tunaona upande wao na kwaya wakiwa wameshika tai badala ya kushika njiwa, kwa maana ya njiwa akiwa na roho, nikiwa na maana ya Roho Mtakatifu katika Biblia au katika dini ya Kikristo ama imani, lakini pia tai ikiwa na maana ya kifo au kuoza au mabaki au mifupa. Pengine tai mnamuelewa jinsi alivyo, kwa maana ya kwamba tafsiri za kiroho kuna muundo wa kidini. Sawa, hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili ni udanganyifu. Hapo kwenye udanganyifu naomba mnielewe na mnisikilize kwa makini. Udanganyifu upi uliopo kwenye hiyo video? Udanganyifu uliopo hapo kwenye hiyo video ni juu ya uchawi pamoja na wageni. Narudia tena, uchawi na wageni waliotoka kwenye sayari nyingine. Hapo tunaona kuna aliens. Wakati video inaanza utaona kuna UFO, zile ndege za aliens, lakini pia kuna wanaanga wako pale nje kwenye ile dirisha. Utaona jinsi ambavyo udanganyifu uliopo kwenye hii video. Ya kwanza ni juu ya taswira ya uchawi na trick ambazo zimetumika humo. Kuna hali ya kufichuliwa, kwa viumbe ambao hawaonekani kwa macho ya kawaida, tunawaita alien
alien umewaona humo. Kwa hiyo kuna hali ya kificho ama kufichuliwa kwa